Haleluya. Na kwa tafsiri hiyo inamaanisha kuwa Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako analeta mabadiliko, kukutoa katika uovu na kukupeleka katika ukamilifu wa Mungu. Lakini sifa ya pili ya Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakwenda kuamsha huduma ama vipawa au karama ambazo yamkini kibinadamu hazikuonekana, yamkini kwa hali ya kawaida hazikutambulika ndani yako. Lakini yeye anapochukua nafasi ndani yako, anakwenda kutambulisha ile huduma iliyo ndani yako, anakwenda kuamsha moto ule ambao ulififia ama kufa ndani yako. Unaweza hujanielewa vizuri kabisa, inawezekana hujalipata vizuri. Labda nikutolee mfano, unaweza ukanielewa, mtu wa Mungu. Wakati Petro ukimwangalia katika maandiko, kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu alikuwa ni muoga na mwenye hofu nyingi. Petro yule ndiye ambaye alimkimbia kijakazi. Lakini ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2, unamwona Petro baada ya kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, ndiye Petro ambaye alisimama na kuhubiri injili hadharani. Hakumwogopa mtu, hakuogopa mamlaka, hakuogopa serikali, hakuogopa wafalme, hakuogopa askari wala majeshi. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini kabla ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu hakuweza kuwa na ujasiri wa kuhubiri injili. Hata siku ile wakati Yesu anasulubiwa au Yesu wakati anateswa, anapigwa mijeledi, aliinuka kijakazi. Ni kwa nini Biblia inamtambulisha kijakazi? Inakumaanishia aliinuka mtu ambaye hana thamani katika serikali ya Rumi, yani mtu wa hali ya chini. Lakini Petro alipoulizwa na yule mtu, alihofia ndani ya moyo wake, akaogopa. Yule kijakazi akamuuliza, je, na wewe ni mmoja wapo na yule ambaye anateswa? Petro akakataa, kwa sababu hakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa tafsiri nyingine, hakuwa na uwepo wa Mungu ndani yake. Alikuwa ni Petro kama Petro aliye mwanadamu. Na wakati huo yule kijakazi akamuuliza tena, mbona hata kuongea kwako unafanania naye? Akasema, hapana, mimi simjui huyo mtu. Petro akaamua kuondoka. Wakati anaondoka, yule kijakazi akamwambia, mbona hata unapotembea, namna ya kutembea kwako inafanania na yule mtu? Akakataa. Nini? Hakuwa na nguvu za Mungu ndani yake. Amen. Lakini pia unaweza ukaangalia katika Agano la Kale, nyakati zile Roho Mtakatifu alikuwa anatambulika kama Roho wa Bwana. Mahali popote ukisoma katika Agano la Kale kwenye maandiko, unaweza tukaangalia mfano wa Mfalme Daudi. Kabla hajachaguliwa kupakwa mafuta kuwa mfalme, alikuwa ni mchunga kondoo za babaye aliyekuwa nyikani. Lakini baada ya kupakwa mafuta na nguvu ya Roho wa Bwana kuwa juu yake, tunamwona Daudi akawa na nguvu. Ukisoma maandiko yanakueleza kwamba Daudi siku moja alikwenda kuwatembelea ndugu zake kule vitani, jeshini, kambini. Alipokwenda akamkuta mtu mmoja ambaye anaitwa Goliati, ambaye alikuwa ni miongoni mwa makamanda wa majeshi ya Wafilisti. Goliati alikuwa akilitukana jina la Bwana, na majeshi ya Israeli yote alijificha yakamwogopa. Lakini Daudi alipokwenda, kwa kuwa alikuwa na Roho wa Bwana ndani yake, kwa kuwa Roho wa Mungu alikuwa juu yake, ndipo Daudi akawauliza, je, mmefurahikia kumsikia mtu akilitukana jina la Bwana? Wakamwambia, sikiliza tukwambie bwana mdogo, yamkini wao mfahamu huyu mtu, tulia. Lakini baadaye Daudi akawaambia, sijaridhika ndani yangu mtu ule kulitukana jina la Bwana. Nini kilichokuwa kinafukuta ndani ya Daudi? Ni moto, kwa sababu Mungu tayari yupo ndani yake. Daudi akamwendea mfalme akasema, je, hayupo kupambana naye? Inawezekana mfalme alimziaki sana kumwona Daudi wewe ni mdogo. Wapo makamanda wazoefu wa vita walishindwa. Kwa ziaka akaamua kumbisha mavazi ya askari yaliyo mazito. Daudi akashindwa, akamwambia, haya mzee siyawezi, akatoa. Lakini baadaye akampa ngao abebe, akamwambia, kama umeshindwa kubeba, je, unawezaje kupambana na ule mtu? Akamwambia, nitapigana naye kwa uweza wa Bwana wa majeshi. Naye akabeba jiwe na kombeo. Ukisoma maandiko vizuri anakuambia Daudi kwa kupitia jiwe na kombeo alimpiga Goliati na Goliati akaanguka.
na alipoanguka akakimbilia akachukua upanga wake akamkata kichwa. Daudi hakumpiga Goliati kwa sababu ana nguvu. Daudi hakumwangusha Goliati kwa sababu ana uzoefu wa vita. Kilichomsababisha kumwangusha Goliati ni nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, hebu twende tukasome tumalizie katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 kuanzia ule mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikika, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Amina. Ni kwa nini walishangaa? Ni kwa sababu nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu umeshuka ndani ya wale wanafunzi. Nao baada walivyosikia yale mambo, waliposhangaa, ukisoma mbele unamwona Petro anapata ujasiri, anaenda kwa ujasiri, anahubiri Injili. Nami natamani wewe ambao unanisikia leo, natamani wewe ambao unanitazama leo, natamani wewe ambao unafuatilia kipindi hiki, mahali hapa ulipo, ukiwa katika utulivu, natamani kuomba na wewe ili upate uwezesho wa Roho Mtakatifu, apate kukusaidia, kukutoa katika namna uliyokuwepo na kupeleke katika viwango vingine. Hebu funika macho yako mahali ulipo, tumuombe Mungu kwa habari ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu, ninakushukuru Mungu mwenye mamlaka. Asante kwa wema na ukuu wako. Hakika wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka mengi. Nami ninasimama mbele zako mtumishi wako, ulinipa kibali kunena na watoto wako jioni ya leo. Bwana, ninaachilia nguvu yako kwa kila mmoja anayetazama ama kusikiliza kipindi hiki. Bwana, kila unapomgusa akahisi mguso wa Roho Mtakatifu ndani yake, achilia mwagiko wa nguvu yako. Ninakusihi Mungu mwenye mamlaka, Bwana, shuka ukawatembelee watoto wako, maana unaposhuka wewe hakuna cha kusalia. Ukishuka wewe magonjwa yanakaa kando, ukishuka wewe uchawi unakaa kando, ukishuka wewe Bwana pepo zinakaa kando. Nami ninakusihi jioni ya leo, nikiomba na kuamini ya kwamba Mungu unaenda kushuka na kuwatembelea watoto wako, na unaenda kuweka ujasiri ndani yao, unakwenda badilisha mfumo wa maisha yao, nikiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu. Asante kwa neema yako, asante kwa kibali hiki ambacho umenipatia, nikiomba na kuamini. Amen. Amina. Ubarikiwe mtu wa Mungu.